Mpendwa mtazamaji, katika siku hii ya leo tena ninapenda nikualike tupate kujifunza somo zuri na makini lenye kichwa kinachosema poteza yote upate vyote. Ninakualika na ninakusihi uendelee kushiriki ujumbe huu wa matumaini. Asante kwa wewe ambaye umesubscribe, na wewe ambaye bado ninakusihi subscribe na uweze kushiriki ujumbe huu kwa watu wengi ili wapate matumaini katika siku hizi za mwisho. Na kabla hatujaendelea, ninakualika tupate kuomba pamoja. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwema na mwaminifu unayetupenda sana, wakati huu tunatamani kujifunza. Tufundishe na utubariki kupitia neno hili. Mbariki mtazamaji anayefuatilia somo hili, uwe baraka ya pekee kwake, na kupitia somo hili akawabariki na wengine wengi. Tunaomba kwa jina la Yesu, amina. Poteza yote upate vyote ndilo somo letu ambalo tutaangalia katika siku ya leo. Ninapenda nianze kwa swali hili. Je, umewahi kupoteza kitu cha thamani katika maisha yako? Umewahi kumpoteza rafiki yako wa karibu? Wakati wa kupoteza ni wakati ambao una maumivu sana, si wakati ambao wa kufurahia. Mara nyingi tunapopoteza tunaumia. Nina imani ya kwamba katika maisha yako umewahi kupitia uzoefu wa kupoteza. Na unajua, katika maisha yetu, hata kama utakuwa makini kiasi gani, bado tukumbuke ya kwamba kupoteza kupo. Unaweza ukawa makini kutunza kitu chako cha thamani. Unaweza ukawa makini kutunza huo urafiki, huo undugu katika maisha yako. Unaweza ukawa makini sana kuwa mwaminifu katika jambo ambalo unajua ya kwamba litakutunza katika maisha yako. Lakini wakati wa kupoteza unapofika, haiwezekani tena. Unajua, wakati wa kupoteza ni wakati ambao unaumiza katika maisha. Hakuna mtu ambaye anaweza kufurahia wakati wa kupoteza. Na hii inatukumbusha ya kwamba tunapaswa kujifunza kumshukuru Mungu kwa wakati tulio nao. Ikiwa umepata jambo fulani, ikiwa umempata mwenzi huyo wa maisha yako, ikiwa Mungu amekupatia huyo mtoto, Mungu amekupatia hiyo kazi, Mungu amekupatia hicho kiwanja, amekupatia mbaraka fulani, unapaswa ujifunze kumshukuru. Unajua, wengi huwa hatujui jambo hili. Wengi huwa tunajisahau. Mara nyingi pale tunapofanikiwa ndio wakati ambapo kiburi kinainuka. Na unajua, kiburi kikiinuka, kuanguka kunafuata. Katika maisha ya mwanadamu kuna nyakati mbalimbali. Maandiko matakatifu yanatuambia kwamba ziko nyakati mbalimbali zimewekwa chini ya mbingu, na nyakati zote hizi ziko kwa kusudi. Katika kitabu cha Mhubiri, huyu ni mtu mashuhuri, Mfalme Sulemani aliwahi kuandika katika maandiko matakatifu, kitabu cha Mhubiri sura ile ya 3, kitabu cha Mhubiri sura ile ya 3, ile aya ya 1 na ya 6, nasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Leo nitakazia hasa katika wakati wa kupoteza. Bila shaka, ili ufikie wakati wa kupoteza, huwa unaanza wakati wa kutafuta. Tatizo letu huwa mara nyingi tunajisahau. Lakini katika ile aya ya 11 pia na aya ya 12 kitabu cha Mhubiri sura ya 3, maandiko matakatifu yanasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kwa hiyo haijalishi kuna wakati wa kupoteza ama wa kupata, anasema kwamba kila wakati umewekwa hivyo. Mungu ameufanya uwe wakati mzuri kwa namna yake. Anasema tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao,
ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Mara nyingi hatuelewi ni kwa nini nyakati kama hizi za kupoteza zinatokea katika maisha yetu. Ndivyo maandiko yanavyosema, amefanya hivyo yeye mwenyewe kwa namna ambayo hatuwezi kuelewa kazi zake anavyozifanya. Na ndiyo maana anasema hata katika aya ya 12, mimi najua ya kwamba hakuna jema kwao kupita kufurahi na kufanya mema maadamu wanaishi. Ni katika wakati ambapo mwanadamu anaishi ndipo anaweza kufanya jambo lolote analolitenda. Mtu mmoja katika maandiko matakatifu anaitwa Sauli. Nyumbani kwao walikuwa ni wafugaji wa punda. Kisa kinasema katika Samueli wa kwanza sura ile ya 9 ya kwamba alipoteza punda. Baba yake alipoteza punda, na hivyo akamwagiza Sauli, akamwambia, ondoka wewe na mtumishi, chagua mtumishi, mwende mkawatafute punda ambao wamepotea. Na unajua, unaposoma wakatafuta kwa siku 3, wakatafuta kila mahali walipodhani ya kwamba punda wangeweza kupatikana, lakini maandiko matakatifu yanatuambia kwamba wakatafuta na mwishowe wakaona ya kwamba haiwezekani. Aya ya 5, Sauli anasema, haya na turudi, baba yangu asije akaacha kufikiri habari za punda akatufikiri sisi. Unajua, ikiwa tutaishi maisha haya ya kutambua kuwa haijalishi nimetaabika kwa muda mrefu kiasi gani kupata kitu fulani, wakati wa kupoteza unapofika, ikiwa nitakubaliana na wakati wa kupoteza, maisha yangu yanaweza kuwa ya furaha. Unajua, ninapenda jambo moja. Sauli alijitambua mapema, akaona ya kwamba haina haja tena ya kuendelea kutafuta punda ambao hawapatikani. Na hivyo katika maisha yetu, hii ni kanuni mojawapo ya pekee ambayo inaweza ikatusaidia. Wengi wetu leo tumekaa na mambo yaliyopita, tumeshikilia nyakati za kupata na tumeshindwa kukubaliana na nyakati za kupoteza. Wakati mwingine hizo fedha ambazo ulizipata, ulitumia nguvu nyingi, ulitumia akili nyingi, ulipitia nyakati ngumu ukapata fedha, lakini ghafla zimepotea. Hicho kiwanja, hilo eneo ulilipambania, hiyo nyumba, hilo gari. Wakati mwingine katika maisha yetu, hata huyo mwezi wa maisha, wakati wa kupoteza umefika. Huenda ni mauti yamempata. Wakati unapotokea wa kupoteza, wengi hawakubali katika maisha yao, na hili limekuwa linawatesa watu wengi. Kama tukikubaliana na nyakati za kupoteza, maisha yetu yanaweza kuwa ya furaha. Hebu fikiria, ikiwa nitakataa kukubali wakati wa kupoteza, ni fursa ngapi nyingi ambazo ninaweza nikazipoteza? Kwa mujibu wa kitabu cha Mhubiri sura ile ya 3 aya ya 1 mpaka aya ya 8, zinatajwa nyakati 28, na hizi nyakati zipo kwa kusudi lake. Ikiwa umepitia wakati wa kupoteza na bado umeng'ang'ana na wakati wa kupoteza, vipi kama ukija wakati mwingine? Zinatajwa nyakati mbalimbali, kwa mfano wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Hebu tafakari, ikiwa umefikia wakati wa kupoteza lakini umeng'ang'ana na wakati wa kupoteza, vipi je kama ukija ule wakati wa kufurahi, wa kucheka? Siuone ya kwamba wakati kama huo utaupoteza? Utadumu na wakati mmoja, na wakati nyakati zote hizi 28 Mungu ameziweka chini ya mbingu kwa kusudi lake maalum. Ameziweka kwa namna ambayo hatuwezi tukaelewa kazi zake anavyozitenda. Yote haya ameyaweka
na anayatenda ili tupate kumcha yeye. Sauli ninapenda kwa sababu hakujali tena kusumbuka na punda. Aliona ya kwamba ni afadhali jambo lingine lifanyike badala ya kuendelea kutafuta punda ambao aliwatafuta na hakuwapata. Na unajua, ninatamani nikujulishe hili ya kwamba kulikuwa na sababu ya punda kupotea na kutokupatikana. Na hapa kuna jambo la muhimu sana ambalo napenda tujifunze pamoja. Tuende pamoja katika Samueli wa kwanza sura ile ya 9 aya ya 15 na kuendelea. Nasema, basi Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla Sauli hajamwendea akisema, aya ya 16, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benyamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, naye atawaokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti, maana nimewaangalia watu wangu kwa sababu kilio chao kimenifikiria. Na unajua, unapoendelea kusoma aya 17 anasema, hata Samueli alipomwona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye niliyekuambia habari zake, huyu ndiye atakayewamiliki watu wangu. Sauli wameonana ama wamekutana na Samueli, lakini swali linakuja bado, hivi kwa nini punda walipotea? Unapoenda katika ile aya ya 19 anasema, Samueli akamjibu Sauli akasema, mimi ndimi mwonaji, tangulia mbele ukwee mpaka mahali pa juu, kwa maana mtakula pamoja nami leo, kisha asubuhi nitakuacha uende zako, nami nitakuambia yote ulio nayo moyoni mwako. Jambo gani ambalo Sauli alikuwa nalo moyoni mwake? Ilikuwa ni habari ya punda. Na utasoma mwenyewe aya hizo hapo, mahojiano yaliyokuwepo kati ya Sauli na yule mtumishi wake. Lakini aya 20 anasema, na wale punda zako waliopotea siku hizi 3 usijiudhi. Biblia nyingine nasema, usiwe na wasiwasi kwa ajili yao, maana wameonekana. Swali ni hili, nani aliwatafuta wakaonekana? Lakini inawezekanaje Samueli ambaye ni nabii wa Mungu atambue kile ambacho Sauli alikuwa anakifikiria? Hii yote ilikuwa katika kusudi la Mungu. Mungu aliruhusu punda wapate kupotea kwa sababu alikuwa anamtafuta Sauli. Mungu alikuwa anatengeneza mazingira ya Sauli kukutana na Samueli. Kwa kusudi gani? Tunapoendelea kujifunza utagundua ya kwamba kulikuwa na kusudi maalum ambalo Mungu alikuwa amepanga kwa ajili ya Sauli. Na unajua, baada ya mambo hayo yote, nafupisha kisa hiki, hatimaye Samueli akampaka mafuta Sauli na Sauli akawa mfalme juu ya nchi ile, akatawala wana wa Israeli. Unajua, kulikuwa na kusudi katika kupotea kwa punda. Mungu alikusudia katika utafutaji wa Sauli hatimaye akutane na Samueli. Ninajifunza masomo mengi kupitia kisa hiki. Ipo sababu wakati mwingine kwa nini mwenzi wako wa maisha hayupo tena. Ni Mungu pekee anayejua, mwanadamu hatambui lolote. Ninakutia moyo, ninakutia shime. Sikiliza, usikate tamaa rafiki. Unapaswa ujipe moyo. Usiwaze jambo lolote katika hayo yaliyokupata. Wakati mwingine ni ajira ambayo umeipoteza. Uliisumbukia kwa muda mrefu, lakini sasa umeipoteza. Usikate tamaa, usiogope lolote. Wakati mwingine ni hiyo interview. Ulijitahidi na ulikazana, ulitamani uwepo siku hiyo, lakini ikashindikana. Mungu anajua sababu kwa nini umeikosa hiyo interview. Wakati mwingine ninaomba nikukumbushe, unakumbuka ule wakati ambapo basi lilikuacha pale katika kile kituo ulipokuwa na kusudi la kusafiri, lakini ulipofika ukakuta basi limekuacha? Ninajua ya kwamba wakati mwingine ulilalamika, ulijilaumu, haukujua ni kwa sababu gani. Mungu anajua. Mshukuru kwa kila jambo. Wakati mwingine hata kama
ni jambo ambalo unalipitia, umejitahidi na unawaza, wakati mwingine una hofu ya kwamba utalipoteza. Sikiliza, ninayo habari njema kwako. Mwambie Yesu pekee sumbuko lako. Yeye ni rafiki amini. Hakuna rafiki kama Yesu. Mwambie yeye pekee. Hata kama kifo kinakutisha, unaona kifo kimekuwa utisho mkuu, usiogope. Mweleze Yesu, yeye atakupatia amani na utakabiliana na kifo. Sikiliza, katika maisha yako, ruhusu nyakati za kupoteza zikuandame. Wakati mwingine Mungu anakusudi. Mungu anaweza akaruhusu nyakati kama hizo zikupate maishani. Kwa nini? Yeye anatafuta moyo wako, na kama utaruhusu nyakati za kupoteza ziweze kupita katika maisha yako ili umpate Mungu katika maisha yako, na nikwambie, ukimpata Mungu katika maisha yako umepata vyote. Mungu anaweza akaruhusu nyakati za kupoteza zikuandame kusudi watu wengine, wale ambao ni majirani zako, wale watumishi wenzako ambao wanafahamu msimamo wako, ulivyo mwaminifu kwa Mungu wako, vile ambavyo huyaachi maagizo ya Mungu. Mungu anaweza akaruhusu nyakati za kupoteza uzipitie, ili katika ujasiri wako, katika ustahimilivu wako, wapate kujifunza kuwa wavumilivu, wajifunze kumtumaini Mungu katika maisha yao ambayo yamejawa na mashaka. Mfano, mtu mmoja ninajifunza katika neno la Mungu anaitwa Ayubu. Mungu aliruhusu apoteze mali zake zote, apoteze na watoto wake wote 10. Ayubu alipitia wakati mgumu wa kupoteza, na unajua hata mke wake ambaye huenda Ayubu angetumai ya kwamba huyo angekuwa mfariji katika wakati ule wa kupoteza, naye alikuwa kando, hakuwa karibu na Ayubu, hata anamshauri ya kwamba amtukane Mungu kusudi Ayubu afe. Unajua, nyakati za kupoteza ni nyakati ambazo hatuwezi kujua ni kwa nini. Ayubu alizipitia nyakati kama hizi ili Mungu atufundishe hata sisi leo ya kwamba inawezekana kumtumaini Mungu hata katika wakati ambapo hatuna chochote kilichosalia. Ayubu hakubaki na kitu chochote. Mali yake yote iliangamia. Mifugo mingine iliibwa, lakini mingine iliteketea. Watoto waliangamia. Unaweza ukatafakari msiba wa watoto 10 kwa pamoja. Hayo yote aliyapitia, rafiki zake wapate kuelewa Mungu ni nani, Ayubu mwenyewe apate kumtambua Mungu ni nani, kwa sababu anasema mwenyewe ya kwamba nilikuwa ninakusikia, lakini nilikuwa bado sijafahamu. Ayubu alifundishwa ukuu wa Mungu katikati ya nyakati za kupoteza. Poteza vyote katika maisha yako ili umpate Mungu. Ni afadhali upoteze mambo yote ya dunia hii, lakini usimpoteze Mungu katika maisha yako. Sikiliza, ili upate kuishi milele ni lazima upoteze yote ya dunia hii ili umpate Mungu anayedumu milele. Wale wote ambao wana Mungu katika maisha yao wanadumu milele kama yeye alivyo wa milele. Katika siku ya leo ninataka nikuambie jambo hili. Waliompoteza Mungu maishani mwao wamepoteza maisha, wamepoteza furaha, wamepoteza amani. Waliompoteza Mungu katika maisha yao wamekosa furaha, hawana tumaini lolote. Wamedhani ya kwamba wanaweza kupata furaha yao katika fedha, lakini fedha wameziacha na wamefupisha maisha yao, kwa sababu Mungu ndiye chanzo cha uhai na uzima wetu. Usipokuwa na Mungu katika maisha yako umekosa vyote. Na jambo moja la pekee ambalo ninataka nikuambie ni kwamba ukimkosa Mungu umekosa kitu cha thamani ambacho ni uzima wa milele. Kupata uzima wa milele ni jambo la thamani, kwa sababu baada ya taabu zote za hapa duniani, baada ya maisha ya kupoteza hapa duniani, hatupaswi kukosa lolote.
Ni afadhali nikose raha za hapa duniani, lakini nisimkose Mungu wangu na uzima wa milele anaoniandalia hata sasa. Ukijitenga na chanzo cha uhai, rafiki, hautaishi, utafupisha maisha yako. Sauli alizunguka kwa ajili ya kuwatafuta punda wa baba yake, lakini Mungu alikuwa na kusudi. Unajua, katika maisha yako kuna nyakati Mungu anaruhusu upoteze kitu cha thamani sana, kwa kuwa anakupenda. Ni ili uweze kumtafuta yeye, awe wa kwanza katika maisha yako. Mara nyingi tunapofanikiwa tunajisahau, na wakati mwingine Mungu anaweza akaruhusu tukapoteza vile ambavyo pia ndiye aliyetupatia, ili tuweze kumpata yeye, adumu pamoja nasi katika maisha yetu yote. Yupo mtu mmoja ninafahamu habari zake, yeye ndiye huyo Sulemani. Pia katika utoto wake ama ujana wake, umri wake, wakati hajawa mfalme, baba yake alipompatia maonyo na maelekezo ya kwamba anapaswa amtafute Mungu kwa bidii ili apate kutawala, kwa maana angekuwa mfalme. Sulemani alipoambiwa aombe chochote katika maisha yake, yeye hakuomba utajiri, hakuomba kitu kingine chochote. Aliomba kitu sahihi, yeye aliomba hekima. Na alipoomba hekima, kwa sababu aliomba jambo sahihi, Mungu akampatia na mengine yote. Unajua, unapomweka Mungu kuwa wa kwanza katika maisha yako, atakupatia na yale mengine yote ambayo unayahitaji. Kama unahitaji kuinuliwa juu na Mungu, lazima kwanza uwe mnyenyekevu. Imeandikwa katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 5 na ile aya ya 6, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Yaani Mungu ana kanuni hii, ili apate kukuinua wewe lazima ushuke, lazima uwe mnyenyekevu. Mara nyingi majivuno ndiyo yanayoshusha, lakini unyenyekevu ndiyo unaokweza. Unaweza ukadhani ya kwamba una tatizo ambalo halina suluhisho, ukapambana kwa hekima yako. Mara nyingi huwa tunatumia akili zetu, tunatumia nguvu zetu, tunatumia kila rasilimali tulio nayo kutatua changamoto zetu, na pale jitihada zetu zinapofika ukomo, ndipo tunakumbuka ya kwamba yupo Mungu, na hakika yake pale tunapomgeukia Mungu, majibu ya maswali yetu huwa yamepatikana. Laiti kama tungejifunza kumtanguliza Mungu kwanza. Laiti kama tungejifunza kumfikiria Mungu, Mungu atangulie mbele katika mikakati yetu. Mara nyingi tumechelewa kufikia malengo yetu kwa sababu tulijitanguliza sisi wenyewe. Na unajua, katika hali zote hizo Mungu ataruhusu nyakati za kupoteza ili tusijisahau, tumweke kuwa wa kwanza na mambo yetu yapate kufuata. Ninapenda nikuambie, hakuna mafanikio ya kweli katika maisha haya pasipokuwa na Mungu katika maisha yetu. Ukimweka Mungu kando, hauna mafanikio yoyote. Kama unahitaji hekima, yeye ana hekima yote itokayo juu iliyo safi, kama unavyosoma katika Yakobo sura ile ya 3 na ile aya ya 17. Huyu Mungu, kama unahitaji lolote, yeye ndiye mtawala, yeye anamiliki, vyote ni vya kwake. Mkabidhi Bwana njia zako zote, naye atayanyoosha mapito yako. Katika Mhubiri sura ile ya 3 na aya ya 11, mtunzi ama mwandishi wa kitabu hiki anasema, kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Hata wakati wa maombolezo Mungu ameuweka kwa kusudi lake. Hakuna wakati katika nyakati zote hizi 28 ambao hauna uzuri wake, kwa sababu ikiwa ulipanda mambo mabaya katika maisha yako, kuna wakati unapaswa uyang'oe upande yaliyo mema.
Na unajua habari njema ni hii, nyakati zote hizi zinaweza kujirudia rudia, lakini hakuna wakati ambao unadumu milele. Ikiwa umepitia wakati wa kupoteza, wakati wa kupoteza hautadumu milele. Kuna wakati utakuja, Mungu atakupatia kilicho bora zaidi. Ninajua iko siku itakuja, siku hiyo sio mbali, na mimi ninaingoja kwa shauku kuu, siku ambapo sintofahamu za maisha mwanadamu zitaondolewa, zitakunjwa kama vile karatasi, wakati ambapo mambo yote ambayo yalikuwa fumbo katika maisha yangu yatawekwa wazi. Hakuna siku nyingine ya pekee isipokuwa ni ile siku ambapo Bwana Yesu atarejea. Yeye atakapokuja atakuwa na majibu ya maswali yetu mengi ambayo tumekuwa tukijiuliza, na hakika yake tutakapoelewa kwa nini mambo haya yote, nyakati zote hizi Mungu aliziweka chini ya mbingu, hakika yake tutampa Mungu sifa na utukufu, kwa sababu ameaweka haya yote ili apate kutupatia maisha ya unyenyekevu. Anatamani tuweze kumcha yeye. Unajua, Mungu anapambania maisha yako na ya kwangu. Kama isingekuwa hivyo, nyakati za kupoteza, huenda leo ningejisahau na ningemwacha, ningeambatana na mambo ya ulimwengu huu. Huenda leo ningejisahau nikatumainia elimu bora niliyoipata. Huenda leo ningejitumainia katika chombo hicho cha usafiri ambacho nimekipata, nikawa na dharau. Wakati mwingine Mungu anaporuhusu mambo hayo ni kwa sababu anatupenda. Mungu Baba yetu anatupenda sana na kutujali. Baba yetu aliye mbinguni anakupenda. Haijalishi unapitia wakati wa namna ipi, umepoteza kitu kipi cha thamani katika maisha yako, kumbuka Yesu aliacha utukufu wake, aliacha enzi yake yote kwa ajili ya kutupata sisi wanadamu tuliokuwa tumepotea dhambini. Ikiwa yeye aliacha enzi yake na utukufu wake, alikaa kando, aliacha kiti chake cha ufalme, akaamua kushuka katika hali ya chini kabisa. Hata mtumwa angekuwa na hadhi nzuri na bora kuliko vile ambavyo Yesu alijishusha chini, alijishusha katika hali duni kabisa, ili apate kutuinua sisi ambao tulikuwa katika hali ya kufa. Sikiliza, usimwache Mungu katika maisha yako. Usipoteze nafasi yako kwake kwa kukatishwa tamaa na mambo ya dunia hii. Haijalishi utapitia wakati wa kupoteza kiasi gani, hata kama matukio yamefululizana, wewe usikate tamaa. Usimwache Mungu, usimkose katika maisha yako. Mng'ang'anie katika hali zote za maisha yako, kwa maana yeye anakuwazia mambo yaliyo mema. Ninakumbuka ahadi hii katika waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ile ya 2 na ile aya 9. Neno la Mungu linasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mungu ametuandalia mambo mema, tunapaswa kumtegemea. Hatupaswi kuwa na hofu katika nyakati za kupoteza. Ninakusihi umtegemee Mungu katika maisha yako. Poteza yote ya dunia hii, ila ubaki na Yesu tu, nawe utapata vyote sasa na hatimaye uzima wa milele. Bwana Mungu akubariki mpendwa, ili uwe na tumaini. Endelea kumtegemea hadi mwisho wa yote, hajakuacha kamwe. Usiogope wakati wa kupoteza. Mungu ameweka hayo yote kwa kusudi lake. Mche Mungu, umtumaini katika hali zote, nawe utakuwa na furaha tele. Bwana Mungu akubariki. Tukutane wakati mwingine kwa jina la Yesu. Amina. Tuombe. Baba mwema na mpendwa,
wewe ambao umekuwa nasi katika kujifunza kwetu. Endelea kutupatia matumaini. Neno hili lifike kwa kila mtoto wako aliyekatishwa tamaa na nyakati za kupoteza. Jaza tumaini upya na furaha tena. Tuone nyakati za furaha katika siku zijazo na hatimaye uzima wa milele. Ndilo ombi letu tumeomba kwa jina la Yesu. Amina.